Sasa mimi hapa nimekuja kwa lengo moja tu. Kuhusu kazi yangu ya madini. Sasa tukiwa nimetoka kule mgodini, nimejaribu sana kutafuta samani ya madini, lakini nimeshinda kujua na samani gani. Natakiwa niwahi tena kule kwa ajili ya usimamizi. Unajua kule kazi haendi bila kusimamia. Na nimepigiwa simu nirudi nikasimamie. Wananihitaji nirudi kazini. Na sio nikasema nibaki kwa ajili ya haya madini na sijui samani yake. Sawa, siyajui, sijayaona. Na nimeyapata kama bahati. Kwa lakini sijui samani yake. Kwa hiyo nilikuwa nataka niombe kitu kimoja. Nikuachie madini yangu. Unishikie. Nikirudi tu kutoka kwa mgodini, niweze kwenda kuuza nijue bei gani. Maana nikisema kwa haraka niuze, afu niwahi mgodini kwa ajili ya kazi, naweza kumbe madini ni gharama, afu mimi niuze kwa bei ndogo. Kwa hiyo nahitaji unishikie baada ya mimi kutoka kwa mgodini, ndipo nijue nafuatilia vipi bei yake na samani ipoje, ili tujue nafanyaje. Kwa hiyo kama utojali, naomba nishikie mpaka nitakaporudi, kwa sababu kesho naondoka. Jomba, mimi nimekuelewa vizuri. Lakini nilikuwa na wazo moja mjomba. Nilikuwa naomba kama hautojali, naomba uondoke kesho kutwa mjomba. Kwa nini? Kwa sababu kesho nilikuwa na kikao. Wewe, ndugu yako Amili, mwanangu Sabrina, pamoja na mke wangu. Kuna vitu ambavyo nitaka tuongee kidogo. Hivyo ikikupendeza, naomba uondoke kesho kutwa mjomba. Na kuhusu haya madini, yapo mikono salama. Hakuna shida kabisa. Sawa, nitatoa taarifa kwamba nitafika kule kesho kutwa. Kwa hiyo naomba sana ndiye mjomba. Nikirudi naweza nikauza labda ni gharama kusaidia na matibabu na mambo mengine. Kwa sababu kule nakaa mwezi mmoja tu, baada ya mwezi mmoja narudi tena huko. Na cha kukuhusia tu mjomba, ukifika huko naomba ufanye kazi kwa bidii. Bidii ndio mafanikio. Asante. Na tumwambia Sabrina chemshie uji mwepesi kidogo. Sawa. Owe mwanangu chapo hapo wenyewe. Mimi na roast kinoma. Tuliza mapepe, hii dakika sifuri yani. Kama upepo vile. Kama kaa hapo wenyewe. Kama kaa. Mwanangu wejao. Sasa mwanangu kazi, yani kazi yangu kufanya mimi peke yangu mpaka watu watano kazi gani wewe? Mimi hiyo kazi naimaliza mwenyewe. Yani chap kwa hapo yenyewe naimaliza. Poa, haina noma. Dipau. Demila de. Kama kaa. Shikaka. Kama kaa. Dipau naomba tupishe mara moja. Sasa yani Ni so wana mwanangu. Sasa mwanangu. Shika. Sema nini? Nenda kamalizie. Hapo ndio mwache malize. Yaani anafanya nini bwana? Ndugu yangu Abu. Oya, alipe. Atalipa tajiri huyu. Nenda nifaa basi. Alipe hiyo mwanangu. Tajiri huyu bana wewe. Alipe hiyo. Sasa kaka. Nielekeze. Ngoja kamisha moja tutaka. Na mchunga pale huko. Ni mambo. Wiki mambo ni mengi afu mimi nataka nitoke tena. Sasa mishe zangu nikitoka baada ya miezi kadhaa narudi tena kwa na ufiana nikatoka afu kupata taarifa afu mambo yakatu tofauti pale huko. Na leo mimi nikienda kule nataka nipigia simu nisipatikane kabisa.
mambo yanakuwa ni mengi mtandao, tunaambiwa tusitumie simu nini, sinaelewa. First toshe kusema niache ile kazi. Kazi gani nitafanya? Bora nimepewa kazi ya usimamizi, kwa hiyo najitahidi kuzingatia sana imradi mambo yaende fresh. Mimi nimekuelewa. Naomba tu nilinde familia yangu. Mimi nimekuelewa. Sitaki kwamba nakupa mzigo kwamba uhagamikizwe mamilioni mara hapana. Ukipata 200 500 unapatia kidogo. Mimi nimekuelewa ndugu yangu Abu. Wewe nenda kachape kazi. Naamini kwamba familia iko mikono salama. Nashukuru sana kaka. Yaani ondoa shaka, hakuna kitu chochote kitakachoenda kombo, sawa? Nashukuru sana kaka. Fanya hivyo. Mimi mpaka sasa hizi wewe ni kama ndugu yangu. Yaani Abu, wewe ushakuwa ndugu yangu, sawa? Kwa hiyo ondoa shaka kabisa, sawa? Mimi nitastendia mazingira ya pale, wewe kapige kazi kuwa na amani. Poa basi. Sema nini ndugu yangu? Wewe unacheki umetufanyia mazingira fulani, dawa yetu tumeipiga chini afu mazingira sio poa. Kwa so kitu yani. Acha na mambo. Pia si kaka na mambo gani ya kaka? Focus basi, ndio focus na kazi. Unajua focus na kazi kaachana mambo. Na mambo yanajengeka kaka. Unaweza kufanya kazi bila ya mambo. Yeye ndio unajiendekeza tu kaka. Hiyo maisha ya kweli hayo. Achana mambo haya bwana kaka. Next time kaka. Haina noma. Hapo. Sterling tena. Defau. Demilade. Oya, amelipa hivi. Mwanangu ijao. Hiyo ailipe hiyo. Mimi hiyo siri mwanangu hiyo. Sio kesi, tajiri yule. Tajiri wapi? Yule tajiri yule. Nunua sasa. Unajua tumeajenga majiji. Mimi siri. Ni vipi nyinyi watazao kama hivyo mwanangu? Watu wa karatasi hapo chapo. Tole humo karatasi bana. Mbona kwa hivyo? Basi Sabrina. Bwangu kidogo unywe maji. Kwa kidogo unywe maji mwanangu. Pole. Pole mwanangu. Pole. Pole. Sabrina yupo. Niko hapa babangu. Pole. Amiri yupo miguuni pale. Yupo yule pale. Na mjomba. Pole mume wangu. Pole. Amiri. Naam. Amiri, wewe ni kijana mkubwa. Wewe ni kijana mkubwa kwenye familia. Wewe ndio mjomba wangu mkubwa. Wewe ndio mjomba nikutegemea. Hali yangu sio ya leo wala kesho. Mume wangu, useme hivyo mbele ya watoto. Unawatisha. Tumwombe Mungu utapona tu baba. Mjomba, useme hivyo utapona mjomba. Usiseme hivyo baba, utapona. Jambo moja Amiri. Wewe nakutegemea. Naomba mtunze shangazi yako. Mtunze na mwanangu Sabrina. Atunze. Mdogo wako Abu. Yeye sio mkaaji. Ni mtu ambaye anakuwepo na kutoka. Anakuwepo na kuondoka. Hivi wewe ndo nakutegemea. Na wewe Abu, unapokuja na kuondoka, ukipata chochote kitu, basi naomba ukumbuke familia. Nawapenda sana. Nakupenda pia baba. Ningesemaje?
Nakupenda pia baba. Unaona na familia yote inauzwa. Usiongee kama hiyo mbele ya watoto. Unaumwa. Kwa sawa. Nakutegemea. Nakutegemea sana. Nakutegemea. Nipeleke nyumbani kupumzika. Ujue wewe hiyo michezo unaileta wewe. Mimi si maindishi. Sijui unanielewa? Lakini Kinondo mimi nakupenda. Naomba unielewe hata kidogo jamani. Wewe unampenda nani ushindwe kumpenda mamako na babako uje unipende mtu kama mimi? Naomba unielewe sasa hata kidogo baba. Naomba unielewe. Mbona kwa hivyo lakini? Hisia zipi? Hisia gani? Nisikilize wewe chula wewe, sawa? Mimi na mwanamke wangu na mchumba wangu tunapendana. Sijui unanielewa? Unaweza ukaa naye pia ukaa na mimi. Nifikirie hata kidogo babangu. Unajua ushazoea mimi naongea kwa kutumia mdomo, si ndio? Poa, nitakuja nikuzingue, nitakuja nikutie mibomba wewe utoamini. Naomba unielewe hisia zangu Kinondo. Mbona unifanyia hivyo lakini? Yo, usinichukulie kama hivyo. Unanielewa? Yaani usinichukulie kama hivyo, ina namba nyingine kabisa yani. Kaka Kinondo, nimekuona. Nimekuona Kinondo, una cha kuniambia? Naenda kusema. Nimekuona, naenda kusema. Unaona ulichokifanya? Au umeona? Yule mchambaji wa mtaa kashaona. Anaenda kuniharibia kwa mchumba wangu. Hem, nipishe. Kila Kinondo. Nipishe bwana, nipishe. Wewe akili mbili. Asino limetokea wapi linalo? Ona, akili mbili. Sikia basi. Njoo basi. Unataka kuniambia nini? Njoo bana. Unasemaje? Sikia basi. Mimi si ni familia yako. Sasa ulichokiona pale, wewe kimezee. Sasa mimi sawa, lakini jiongeze. Wewe wa 90. Wewe mkubwa. Akili. Nishakuelewa akili mbili. Nishakuelewa sasa. Fanya hivi. Wewe ishi na hii hapa. Hapo si fresh. Isi jelo hii. Hiyo jelo ndio, ila sitaki uende kumwambia Sabrina. Mimi nitasema lakini sisemi yote. Bana usiseme. Bwana umenipa ndogo bana. Sasa sikiliza, hem twende tutafanya. Di huyo. Mambo. Mambo ana shobo huyo. Unanitaka? Sema unajua nini? Yaani imeguu hapa kwa kuja mtaani kwenu. Mtaani kwetu tena? Mbona unanitisha jamani? Una shida gani? Wewe unaogopaga wewe. Muone bwana. Sikia. Hapa nimetuma nikuletee hii. Change hapa inahitajika shilingi 5,000. Change tena? Akati Kinondo nimeomba shilingi 10,000, sasa hapa change ya nini? Afu sikia, unafunga mimi usilegeze sasa utiendi. Wewe vipi mbona kama una shobo edemu wewe? Afu unatamae. Nipe wewe. Naijue. Kumbe unaijua Muone kwa. Nakuja baadaye kuja kuchukua change yangu 5,000 naitaka hapo. Mtoto anabongera nyama. Anatembea kaa anarudi. Sema wakubwa wanafaidi. Vitu vyangu vile. Kisha kweli nampata.
Abu, umri huu Abu mwanangu. Wow. Shangazi. Mwanangu huyo. Baba huyo. Haya. Lazima hapa. Nashukuru Mungu azima, lakini haya. Vipi wewe lakini? Alhamdulillah, Mungu ni mwema. Za kazi huko. Hivyo hivyo tu tunafanya, Mungu anasaidia. Hivyo hivyo tunafanya kazi hivyo hivyo. Babu huyo. Unajua shangazi na sio nyingi. Ndio napika kwanza hapa tule mwanangu. Karibu. Wewe kabla yote kwa nisaidie mjomba. Jua stori zako atamaliza leo. Muhimu nimekuona nikamwona kama mjomba. Mjomba! Abu! Ni shangazi jamani. Abu njoo kwanza mwanangu. Shangazi mimi najua ni unapenda nikusimulie si mambo kazini si nini. Napenda story shangazi. Mimi ndakuja kukusimulia mambo yote. Wewe niongee na mjomba nijue mambo mengine yanaendeleaje. Unajua ni mwacha katika hali mbaya. Kwa hiyo nataka enjoy nimfurahishe nimpe vibe. Najua ikinioa atafurahi sana. Ngoja mengine atakuja kuja. Sawa utaenda lakini nakuomba njoo. Shangazi story za nini? Mjomba! Abu na maanisha shangazi yako njoo kwanza mwanangu. Njoo baba. Shangazi. Nakuomba njoo tu mwanangu. Shangazi, mimi nakwambia niongee na mjomba mara moja shangazi. Sawa mwanangu, nisikilize kwanza ninachosema shangazi yako. Niambie basi nikaongea na mjomba shangazi. Unajua mjomba nimwacha katika hali mbaya. Mimi nikaongea naye kidogo nimchangamshe labda afurahi. Sasa ndo niite shangazi. Utakuja kupiga story ama mambo utaongea. Najua utajua mambo kazi yanaendelea. Yanaenda poa ataongea. Kwa hiyo nikaongea na mjomba. Nisikilize unachoongea mwanangu. Mjomba tunaye tena. Sijakuelewa kivipi? Baada ya kuugua muda mrefu, mjomba wako alifariki. Yaani amefariki. Shangazi mtania shangazi. Mjomba! Sikutanii mwanangu, ni kweli. Mtania mjomba. Mjomba! Abu ni kweli mwanangu, nisikilize ni kweli mjomba amefariki Abu. Mama shangazi. Mjomba! Abu tani mwanangu. Mjomba! Abu. Shangazi, achie shangazi. Mjomba. Mjomba! Abu. Mjomba! Abu! Mjomba nimerudi mjomba. Sikiliza Abu. Mjomba nimerudi mjomba. Shangazi achie mjomba. Basi nyamaza. Shangazi mjomba. Basi nyamaza. Mjomba. Shangazi achie mjomba. Hebu kwanza nisikilize Abu. Mjomba nimerudi. Ndiyo Abu, nisikilize shangazi yako ninachoongea. Abu nisikilize basi. Abu. Kamili mjomba. Nisikilize jamani Abu, mwanzo utaniumiza mimi. Mjomba. Mwanangu basi nyamaza. Mwanangu basi nyamaza. Mjomba. Hebu niangalie mwanangu. Wala sikudanganyi mwanangu. Kweli kasa mjomba amefariki. Ni bora umerudi jembe langu na mimi nashukuru. Kamili uko wapi? Kamili mjomba. Abu, hebu nisikilize kwanza. Abu. Unanisikia? Unasikia mwanangu? Tutafute nauli siku mbili twende mkoani. Twende ukaone kaburi la mjomba wako. Umenisikia? Kaka niambie wewe shangazi unatania. Kaka niambie. Abu, hebu nisikilize mwanangu. Nisikilize. Umenisikia? Unajua umetoka mbali umechoka wewe. Mjomba wewe niambie hivyo mambo mjomba. Sawa, twende ndani ukapumzike. Baada ya hapo, nitafute nauli mimi. Tukae siku 2 au siku 3. Twende ukaone kaburi la mjomba wako. Shangazi mpaka sasa hivi kwa mjomba kukuachia maagizo yote yani. Kama nilivyokuambia mwanangu, hajaniachia maagizo yote. Lakini ninachokumbuka mjomba, mimi nimekuita. Kuna vitu vichache ambavyo nilitaka nikwambie. Mjomba, kadri siku zinavyozidi kwenda, hali yangu mimi haieleweki. Hali yangu imekuwa tia maji mjomba.
Mjomba Amili, hali yangu mimi dakika 10 mzima, masaa 3 mbele mgonjwa hoi. Mdogo wako Abu alipokuwa anaondoka, kuna vitu ambavyo aliniachia. Vitu gani mjomba? Aliniachia madini. Akawa amenisisitiza sana madini haya nisimpe mtu yoyote mpaka atakaporudi yeye mwenyewe. Aliacha kwangu kwa sababu hakuwa anafahamu uhalisia wa thamani yake sokoni. Ndio maana akaamua kuyaacha. Kutokana na hali yangu mjomba, nimeamua nikukabidhi madini haya. Abu ni mdogo wako wewe. Atakaporudi, kama mimi nitakuwa sipo, basi uweze kumpatia. Baada ya hapo, kabla ya siku moja mjomba wako kufariki, kakako aliondoka kabisa hapa nyumbani. Tunampigia sisi simu aje kuzika, hajapokea kabisa. Alivyoona tunampigia sisi na akazima hadi simu. Sawa, tukaona tupigie na wewe simu uje umzike mjomba wako, nawe ndio kabisa hujapatikana. Unaona? Basi sisi tulipomaliza kuzika na mwanangu, nikamchukua mwanangu tukaenda kumtafuta. Akamtafuta akampata. Lakini yaliyomkuta mwanangu ni mazito. Mwanangu elezea mwenyewe ili kakako na ajue. Yaani kaka Abu, sasa hivi kaka anaishi Masaki. Masaki huko anaishi matajiri. Yaani kaka sasa hivi ni ana hela, anaishi kwenye nyumba kubwa. Yupo na mlinzi, tena mlinzi official. Yaani sio wa Masai, official. Nimeenda hiyo siku, nimeishia getini, kanifukuza, kanikataa katu kama hanijui. Kwanza kaka sasa hivi kawa bisho. Yaani anavaa sijui nini hizi hapa kama zangu hizi. Sasa hizi mimi zangu mbovu, yeye zake nzuri. Nywele zake zile zilivyokuwa chafu. Sasa hivi ukimwona utamjua, unamsahau kabisa jamani kawa smart. Lakini ndo kanifanya kama hanijui, kanifukuza. Kwa unasema ana nyumba. Sio nyumba tu, mpaka magari anayo. Sawa. Sasa unaenda tena Abu. Niacheni. Abu, kaka. Wewe Abu. Hey. Vipi hapa? Kaka nini? Nasikia makelele tu kaka. Wewe vipi hapa tumehitaji mfanyakazi wa kike. Wewe wa kiume ufuata nini hapa? Mimi si mfanyakazi, mimi ndugu yako, lakini nimekuja hata niongee naye. Kaka! Nielewe. Sina taarifa ya ujio wako wewe kutoka kwa bosi wangu. Lazima bosi wangu anipe taarifa kwamba kuna mtu atakuja. Wewe nani? Potea. Poa basi nenda kamwambie nimekuja. Sifikishagi taarifa za kitoto kama hizo, nitokee hapa. Karibu chakula basi. Alafu ni kama nakufananisha hivi. Kwani upo na pacha wako? Hapana boss, mimi sina pacha. Sema tu uko mtaani wananifanishaga sana na watu.
Inawezekana kweli. Maana ufani kabisa na mtu ambaye anakufananisha naye. Maana pigo zako na zake tofauti kabisa. Hamwendani kabisa, anamfanani. Alafu pia simjui kiundani zaidi huyo mtu. Okay. Anza kuendelea na kazi. Sawa bosi. Kinondo. Kaka, wale ukunifanyia mimi mambo haya kaka, ukunifanyia mimi mambo haya. Kaka Kinondo, sasa unaje gani unaniambia mimi na wewe ni kama ndugu? Ndugu gani unanionyesha hapa eh? Ndugu gani unanionyesha kaka? Tunaniambia, okay una masuala yako mgodini. Mimi nitasimamia familia yako. Ndio nasimamia namna hii kaka. Ndio nasimamia namna hii. Ndio nasimamia gani kaka unanifanyia mimi eh? Ndugu gani ambao unanifanyia mambo kama haya kaka? Dada yangu kaka, kama wewe dada yako kaka. Unanifanyia mambo kama haya. Na mambo gani kaka? Sungena ndio unashindwa kaka, mimi nijue nafanya nini kaka? Kaka nyamaza. Nyamaza kaka, hujui chochote kuhusu sisi wewe. Ushakupiga simu hata kutujulia hali? Eh? Ushakutuma hela matumizi wewe? Unajua pale nyumbani sisi tunaishije? Yote Kinondo aliyasimamia kwa ajili yetu. Wewe mwanangu Jau. Kesho mwambia wewe Jau, wewe Jau. Yaani wewe snitch, wewe sio mwana. Yaani kwa kule masikio tunafagili mapenzi kabisa kuja hapa kwa sababu gani sasa? Wewe demu anakupa nini ndio mapenzi au? Hivi wewe mwanangu, njia nzima yote umekuja unabwata wewe tu. Njia yote umekuja unaongea wewe tu yani peke yako. Hivi wewe hujui kama Abu mimi ni familia yangu? Abu mimi familia yangu. Na mimi nakuja hapa kustendia kwa sababu amenikabidhi familia yake ni stendie. Sasa wewe Abu hapa yupo. Ombo kama mshamba. Kwa nini Abu sio mwanangu au? Wewe zima ngoma. Nakwambia zima ngoma. Si unanielewa? Wa Sabrina. Wafagilia demu kaa nini? Sabi. Demu yetu wa chicken wewe unapomfagilia. Sikiliza basi. Mungu sio Kaka Kinondo huyo? Niambie. Karibuni. Asante. Karibuni mkae. Unafikiri hapa kuna wakaaji? Hapa hakuna wakaaji. Sema si tulikuwa doria tunapita pita, sasa nimepita mazingira haya. Nikasema kidogo na chochote kitu nini nije nimwachie sister yangu. Sasa mwanangu nampa zote hizo mwanangu wewe vipi wewe? Wewe Jau. Yaani mwanangu mwe bonge la kolo. Yaani wewe bonge la fo mwanangu. Wewe sikiliza. Hii ni familia yangu kama zilivyokuwa familia nyingine. Abu kanikabidhi hii familia ni istendie na taistendia. Wewe kinakuuma kipi? Sijui unanielewa. Sasa wewe kwa nini unanyenyekea? Kwani kaka si yupo sio Amili, sijui Amili si yupo yule au? Lakini vipi familia fresh? Fresh tu. Sasa kama patatokea shida, simu moja mimi na solve. Sawa. Sema wewe mwanangu unazingua. Sawa. Wewe nini unapigwa chicken? Wewe anakupa nini? Wewe anakupa nini huyo? Twende basi hivi, mbona kwa hivyo mwanangu? Shamba. Leo hatulimlenda. Bye kaka Kinondo. Yote Kinondo aliyasimamia kwa ajili yetu. Hujui thamani yake. Unakuja unaanza kumlaumu. Kaka ulitutelekeza sisi wewe. Yote unayoongea sasa hivi hayana maana kwenye maisha yetu. Abu. Sababu ya mali Baby, enjoy. Sija enjoy. Uja enjoy. Kwani uja enjoy? Sipo sawa, kichwa kinaniuma. Yaani kabisa eti unanijibu siko sawa, kichwa kinaniuma. Kwa mimi hapa nimejitumikisha bure, si ndio? Amiri, kwani unakuwa na dharau hivyo? Yaani mimi naongea na wewe, unageuka huko. Kwamba mimi ninachokiongea kina maana. Sinaongea na wewe Amiri. Amiri, kwani unapenda kunitesa mimi hivi jamani? Unanifanya mimi kama sio mwanamke wako.
Naongea na wewe Amiri. Kwa hiyo unapenda kunitumia ukiwa kwenye shida zako tu. Ukiwa na shida zako ndo unanitumia mimi. Unanifanya ni kama sina mahusiano na wewe. Mimi ni mwanamke wako. Usinifanye mimi kama wanawake wa kununua. Hivi kwa una malengo na mimi wewe? Sipendi mwanamke anayenipanda kichwani. Ananivuruga kichwa changu wakati mimi na pesa. Unapata wapi nguvu hiyo? Toka nyumbani kwangu. Amiri. Saa hizi usiku maneno unanifukuza hapa kwako. Mimi naenda wapi? Saa hizi. Wakati unakuja hapa nyumbani kwangu ulikuwa umetokea wapi? Hauna wazazi? Hauna kwenu? Lakini sio sawa unavyonifanyia, sio sawa. Unajua mimi ni mwanamke wako, tuna mahusiano, kwa unanifanyia hivi? Nachokiongea na kimaanisha. Nenda ukalala kwenye mapagala yako. Mapagala yangu? Sawa, mimi naondoka. Nikirudi tena hapa mimi nakwambia sio Husna. Kwa hiyo wewe ukiondoka tambua kwamba kuna wenzako wanatamani kuja kwenye ile kasi. Kwa hata ukiondoka wenzako wanakuja muda wote na saa yote. Anipotezea muda. Ondoka. Naondoka ndio. Manyanyaso masimango sababu ya mali haki haki